Ndio tuende katika ukurasa huyo mwingine kwa haraka. Ningeomba Wanjiku turudi pale tena ukaweza kusalimia ni sasa watu, yani wasikilizaji wetu officially sasa kwa utaratibu. Mimi salamu yangu siku ya leo Nyaga nataka iende mashabiki wote wa hii tafarira yetu ya Wimenye. Tafarira yetu ya Wimenye, wale mashabiki wetu, juu kuna mashabiki wale Nyaga hawashagwi nyuma. Wale Nyaga wanatukomentianga. Au ndio nataka salamu zangu ziwaende. Wajisikie wakiwa nyumbani na wasalimike sana na wajua wamesalimiwa na mhubiri. Kwa maana tunaambiwa kwamba usijidharau Nyaga. Wengine tutume rabirabi zetu. Tume watu wanaona Wanjiku sio mhubiri. Wewe endelea. Tutume rabirabi zetu. Kwa familia ya Batibayo. Tumeashwa na muibaji shabiki ametuasha. Rabirabi zetu ziende huko, pole zetu ziende huko kwa hiyo familia. Sababu neno linatuambia kwamba tulie na wale wanaolia. Husunike na wale ambao wako na husuni. Kweli. Kwa hivyo ndio maana tunatuma rabirabi zetu huko. Na kwa wale ambao hatuwajui na wako katika hiyo hali. Hata wao rabirabi zetu ziwafikie. Hii tunaelekea mwezi wa Christmas. Na kuna kuanga na mambo mingi. Sherehe tofauti. Umwagikaji wa damu mwingi. Accident mingi. Kuna husuni. Mambo ni mengi. Lakini wacheni tuwape tu Mwenyezi Mungu. Na tutii vile neno ambalo linatuambia. Neno limetuambia kwamba ni nyakati za mwisho. Mimi ile himizo yangu ni mtu ajue vile anajuana na Mwenyezi Mungu. Ama mtu ajijue vile yeye ako Nyaga. Wakati kama huu Wanjiku ikifikia wakati wake wa kuenda, nitaenda nikiwa hali gani ama nitaenda nikiwa namna gani Nyaga? Ni mimi nikae nikiwa nimejishikanisha na Mwenyezi Mungu, nimejiunganisha na Mwenyezi Mungu. Maana sijui sana wakati Nyaga. Unajua Wanjiku, pole nikikukata kidogo. Kila kitu inatendekanga kwa wema machoni kwa Kristo. Hata kama ni kifo ama ni ugonjwa, chukua ni kamba ya kwamba uko kwa darasa unasomeshwa lesson ya kwamba huyo tulikuwa naimba na yeye, huyu tulikuwa tunacheza na yeye, lakini hayuko. Wewe mbona umeachwa? Wewe umeachwa. Soma. Ebu soma. Wacheni maneno mingi. Wacheni vitina mingi. Unaongea mambo ya ieleweki. Unajua Nyaga kuna wengine wanaongea maneno yenye haieleweki. Na ingine inahuzunisha watu wale wako na badala kuwafarinji mnawaweka vitina na maneno zingine. Wacha nikwambie Nyaga. Mwenyezi Mungu akisema mimi sitakufa, siwezi kufa. Hata kama nimewekewa poisons kwa chakula na nikule. Mwenyezi Mungu amesema wakati wa Wanjiku wa kuenda hujafika. Nyaga siwezi enda. Hata uniende kwa Karumanzira mgani, siwezi kufa. Kwa sababu Mwenyezi Mungu siku zangu hazijafika za kuenda. Kwingine tunapeanga shetani sifa. Nyaga. Imagine. Kwingine mnasifigi shetani. Kwingine mnasifigi devil worship. Kwingine mnasifigi kila kitu. Ati mnaanza kusifu mpaka magonjwa mpaka inaona hapo nimetosha. Hapo nimeweza. Wacha niwaambie, hata kama kuna kadha, hata kama kuna ukimwi, hata kuma hakuna kitu ngumu kwa Mwenyezi Mungu. Na unaweza kaa nenda miaka rudi ukiwa na ukimwi yako Wanjiku. Ndio. Sababu Mungu hakuwa amepanga utakuliwa na ile ukimwi, utakuliwa na ile kadha Wanjiku. Lakini nasemanga kifo za Mwenyezi Mungu ni kifo. Wewe ambao unachunguza kifo ya Mwenyezi Mungu Wanjiku, ukisema huyu ni fulani amekula. Wacha nikwambie Nyaga, unaona wengine wanakufanga mjua kukosa imani. Unaona imani ni kitu moja muhimu sana. Imani Nyaga ni kitu moja muhimu sana. Imani ni kitu moja muhimu sana Nyaga. Sana. Mimi nina ushuhuda wa msichana rafiki yangu Nyaga. Nilikwambiaga alikuwa anaambiwa ako na shimo kwa tumbo. Nyaga. Na ule msichana alijiamini na akajijua yeye ni nani. Waleo hii Nyaga ukaona huyo msichana, huwezi sema ni yule alikuwa anaenda hospitali anaambiwa na daktari, simama
simama na mguu moja, inama, inuka. Anaambiwa unaona wenye wako na ugonjwa kama hiyo yenye inasemekana ndio hawa hawawezi abuka kwa kitanda. Anapelekwa kwa ward, anaambiwa. Hiyo ni ushuhuda tosha. Imani ni kitu moja muhimu sana. Msikilizaji wetu. Na kupea wale ambao wamelala pale kwa vitanda, kuwapea nguvu. Imani inakuongezea nguvu extra power. Imani. Lakini ukikosa imani, imagine, amini usiamini, utaenda nyaga. Kwa hivyo na tutakuja huko, tutakula mchele ya githeri na chai ya sukari, na tutaenda kwetu. Tutakuacha tu pale kwa shamba hapo kwa kawa, na tuliko tunapenda Wanjiku akae karibu na sisi. Lakini hiyo siku pale chini, unaona pale, wewe mnatutazama mpaka ukiambiwa nyaga, sasa hii tuko na wewe hapa, ni wakati nitaenda, ukiambiwa unikaribie mpaka wewe utaogopa. Hata ile wakati wa kusunguka watu wakikuona nyaga anasoka pale, hataki kumuona tena. Hataki kumuona tena, anasoka pale. Na sasa hiyo ni yule mtu ambaye mnakaa na yeye. Hebu jua ya kwamba ni wakati mzuri ambaye Mwenyezi Mungu amekupea. Wakati mzuri amekupea wa kutangamana na watu na ukae vizuri. Sababu kuna siku itafika hawatataka kukua na wewe tena. Tazama kama huyo tunasema rafiki yetu tunayompenda alikuwa na imba nyimbo za kumtukuza Mwenyezi Mungu. Saa hii mahali amewekwa, wewe uende uwekwa na yeye, ukae na yeye hapo, huwezi kaa. Huwezi kubali. Ndio. Watakimbia mpaka wale walikuwa marafiki wake wa kwanza. Wote. Hata wenye wanalia wakisema ni wao wa karibu. Wakiambiwa kaanie na yeye, hakuna mtu atakubali nyaga. Wajameni, Mungu anatupenda na anatupenda. Na tuache maneno mingi. Na tuache mambo mingi. Wenzetu wa Kristo wenzetu. Tuache maneno mingi. Tunawekelea kifo, tunawekelea ugonjwa, tunawekelea nini? Hiyo yote tunawekelea uchawi, tunawekelea nini? Wacha tuweke kifo cha Mwenyezi Mungu. Na ndio maana tunasema wewe washa kuwa mhukumu. Washa siku ifike Mwenyezi Mungu ahukumu yeye mwenyewe. Usikalie kiti ya Mwenyezi Mungu. Wacha kukalia kiti ya Mwenyezi Mungu. Kalia ile ni yako. Tende yale ni yako. Wachana hiyo ingine. Acha pole sana, tulikuwa tumeshikwa na hiyo kiroho hiyo ya kuna watu wanajifanyanga wao they are very special, hawezi hata kufa. Sijue wewe ukikufa utaambiwa ni nini kimekukura, sababu na wewe kuna hukumu wengine na huko. Kwa hivyo Wanjiku, endelea kuwa salimia. Huko umemaliza kusalimia? Nimemalizana. Wanjiku amesema imetosha. Amesalimia wale ambao walikuwa wana hukumu wengine. Mmesalimiwa na Wanjiku. Ndio anasema imetosha.